Zangu Shalom, wasalimu kwa jina la Yesu. Leo nikukaribishe sana kwenye tafakari ya leo ambayo nitakuwa nikizungumzia jambo hili kidogo tu. Nikukaribishe sana unisikilize muda mfupi sana. Kabla ya kuanza nikushauri subscribe kwenye hii channel ili unapata habari njema za wokovu, habari za Kristo kwa ujumla, habari za upendo, habari za ukombozi wa fikra kama Mwafrika. Subscribe kuwa unapata ujumbe mzuri kabisa. Basi leo nitazungumzia jambo hili. Unajua mambo mabaya yanapokuwa yanafanyika kwenye jamii, na sisi watu ambao tunajiita Wakristo, tunajiita washa Mungu, tunajiita wema, tupo, mambo mabaya yanazidi kufanyika. Yakifanyika kwa wengine tunayaona, tunayaacha, hatuyakemei, hatushughuliki nayo. Yakiendelea, mwisho wa siku yatakuja kwetu. Waswahili walisema usipoziba ufa utajenga ukuta. Maana yake usipoziba sehemu ndogo iliyoharibika, usiporekebisha sehemu ndogo iliyoharibika leo, ikiendelea kuharibika zaidi itakugharimu zaidi. Bora ungeziba leo, ungeziba mapema kabla hajatokea madhara makubwa. Kwa hiyo ni bora tuondoe haya makosa ambayo yanakuwa yanajitokeza madogo madogo leo, ili kesho isije yakatugharimu zaidi, yakatugharimu maisha, yakatugharimu muda. Unapokuwa unaona ubaya unafanyika katika jamii, hatujitokezi, hatusimami kukemea, hatusimami kushinda na kupinga, mwisho wa siku utakuja kwetu. Tunapokuwa tunaona dhuluma zinatokea, watu wanadhulumiwa, tunaona kawaida. Watu wanauawa, tunaona kawaida. Watu wanafanya ufisadi unatokea, tunachukulia kawaida. Dhuluma zinaendelea, tunachukulia kawaida. Uovu mwingi unafanyika wa kila aina, wa kila namna, wa kila rangi unafanyika, na sisi tunaacha, tunachukulia kawaida. Tunasema Mungu atatenda, Mungu atafanya mwenyewe, Mungu atarekebisha mambo. Tunaendelea kuomba. Wakati tutakiwa tudili nayo utakuja kwetu, utatufikia sisi. Maana hapa Paulo katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 anasema kwamba chachu ndogo walibu donge zima. Yaani kitu kidogo ambacho tunakuwa tunakiacha kinaendelea, mwisho wa siku kitaharibu donge zima, kitaharibu kitu kizima. Ni faida sana mtu ukiona mabaya ukayakataza. Kwa hiyo kila mtu ana wajibu kiroho kwa mwenzake, Ndio maana juzi nikasema kila mtu ni mlinzi wa mwenzake. Mimi ni mlinzi wako na wewe ni mlinzi wangu. Lakini pia kunyamaza mbele ya uovu ni hatari. Ukiona uovu unaendelea ukanyamaza ni hatari. Lakini pia kumuonya mtu utakuokoa na wewe pia, kwa sababu ukiwaonya wengine kwa upendo na ukweli, umefanya wajibu wako mbele za Mungu. Na maana tunapoonya wengine kwa upendo, tunakuwa tumefanya wajibu wetu. Kila mtu amefanya wajibu wake, amefanya sehemu yake. Yeye akiendelea na huo ubaya aliokuwa nao, akiendelea nao, damu yake itadaiwa juu ya kichwa chake. Lakini usipofanya hivyo, Ezekiel 3:18 anasema kwamba muonapo mtu mbaya anafanya ubaya, usimuonye, usimpange ukamrejesha katika mstari ulionyooka au katika hali ya uwema. Huyo mbaya akifa katika ubaya wake, damu yake itadaiwa mikononi mwako. Lakini ukiendelea 19 pale anasema ukimwambia kwamba ule ubaya huu una madhara haya na haya, uache, unaathiri hivi na hivi na hivi, anapoendelea nao wakafa katika huo ubaya, basi damu yake inadaiwa juu ya kichwa chake. Kwa hiyo ndugu zangu, ubaya tukiuona ni ubaya, tukemee, tushughulike nao. Paulo anamwambia Timotheo kwamba wadumu kutenda dhambi wakemee mbele ya watu ili wengine waogope. Kwa hiyo ubaya unapokuwa unaendelea, sisi tunauona, tunauacha. Tunaona vijana wanafanya ushoga, tunawaacha, hatuwakemei, hatuwadhibiti. Mwisho wa siku na sisi watoto wetu watakuwa hivyo, huo ubaya
ubaya utawafikia. Tunapokuwa tunaona jamii watu wanauana ovyo ovyo, hatudhibiti, hatushughuliki navyo, tunashukulia yataisha haya, mwisho wa siku na sisi watoto wetu, ndugu zetu, wazazi wetu watafanyiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tudhibiti ubaya, bado ni haujaenea sana, na huo ndio ucha Mungu, huo ndio Ukristo, huo ndio Ukristo. Kwa hiyo ubaya tunatakiwa tuudhibiti, mimi na wewe tuudhibiti. Pingeni ubaya, ubaya ni shetani, mpingeni shetani na atawakimbia. Yakobo 5:19 hapa kusomea. Yakobo 5:19 hapa anasemaje? Anasemaje hapa? Yakobo 5:19 hapa. Yakobo 5:19 hapa anatuandikia, anasema, ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine akamrejeza, mstari wa 20, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Kwa hiyo tunapokuwa tumemrejeza yule mtu, anachomaanisha tumemonya, akakubali, akarejea, akarudi kuwa mtu mstaarabu, mtu mwema, mtu anayeaminika katika jamii, kutoka katika ule uovu, ina maana tunafunika wingi wa dhambi. Upendo ustiri wingi wa dhambi, kama Paulo alivyosema, upendo ustiri wingi wa dhambi. Ina maana ukimpenda mtu kwa upendo, ukaenda ukamwonya, jamani, ndugu yangu, huu ubaya ni ubaya, unaleta madhara haya na haya, rudi katika mstari huu na huu, fanya hivi, utaishi vema, na hapo unakuwa umepunguza kuenea kwa dhambi, na hapo hiyo thawabu yako ni kubwa sana. Na hapo basi damu yake haitadaiwa mikononi mwako. Kwa sasa hivi tunaona changamoto zilizo katika dunia, inaangamia vijana, tunaharibika, vijana wanaharibika kwa sababu watu wa kizazi cha nyuma walishindwa au walichukulia poa, wakasema watoto walikuwa wanakuwa, unaona watoto mbona wanaharibika, watoto wa siku hizi hawasikii, wanaacha. Kumbe wanavyoacha kitu kinakuwa, mwisho wa siku sasa hivi nimeshakuwa jipu, imeshakuwa ni kitu kikubwa sana, kukiharibu, kukitengeneza tena ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ukimwona mwenzako anafanya ubaya, ukimwona mtu anafanya ubaya, usipomdhibiti, ubaya unakuja kwako. Na hiyo ndio jukumu la kwamba sisi ni walinzi, kila mtu ni mlinzi wa mwenzake. Ukiona ubaya unafanyika kwa mtu, kwa upendo kabisa, unamuonya, unampanga, anarudi katika mstari. Asiporudi, damu yake itadaiwa mikononi mwake mwenyewe, au damu yake itadaiwa juu ya kichwa chake. Basi kama umeelewa, Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Amen.